Kuna ukweli ambao wengi wetu hatutaki kuusikia. Hakuna mtu anayeacha kupenda kwa siku moja. Upendo haupotea ghafla, huondoka taratibu kupitia tabia ndogo ambazo wengi huzipuuzia. Wakati mwingine unaendelea kuamini kila kitu kiko sawa, lakini ukweli ni kwamba moyo wa mwenzako umeshaanza kuondoka. Leo nitakuonesha dalili 10 zinazoweza kuonyesha kwamba mpenzi wako hakupendi tena, na kusihi usiroke hata dalili moja, kwa sababu dalili ya mwisho watu wengi huiamini kuwa ni jambo la kawaida, kumbe ndio ishara kubwa zaidi kwamba mapenzi yameanza kufa. Kabla tujaanza, bonyeza subscribe kwenye Date For Sure na washa kengele ili usikose elimu nyingine za saikolojia ya mahusiano. Dalili ya kwanza, mawasiliano yamebadilika ghafla. Kuna msemo unasema, pale ambapo mawasiliano yanapokufa, mahusiano nayo huanza kufa. Hebu fikiria hali hii. Zamani alikuwa na kutumia ujumbe wa asubuhi, alikuwa na kupigia simu bila sababu, alitaka kujua umefikaje, umekulaje, unaendeleaje. Lakini leo ujumbe wake ni mfupi, majibu yake yanachelewa, na mara nyingi ni wewe ndiye unaanzisha mazungumzo. Hii haimaanishi moja kwa moja kwamba hakupendi, lakini kama imekuwa tabia ya kudumu, ni dalili ambayo hupaswi kuipuuzia, kwa sababu watu wengi huanza kuondoka kihisia kabla hawajaondoka kimwili. Mtu anapopunguza mawasiliano bila sababu, mara nyingi si simu imeharibika, ni hisia zimeanza kubadilika. Na dalili inayofuata watu wengi huita kuchoka, lakini mara nyingi ndo hatua ya kwanza ya kupoteza mapenzi. Dalili ya pili, hana tena muda wako, lakini ana muda kwa mambo mengine. Kila mtu anaweza kuwa na shughuli nyingi, lakini kama mtu anakupenda, mara nyingi hatatafuta hata dakika chache kwa ajili yako. Hebu fikiria hali hii. Ukimpigia simu, anasema yuko busy. Ukimtumia ujumbe, anakujibu baada ya saa nyingi, lakini baadaye unaona ameweka status, amekuwa Instagram, amekomenti TikTok na yuko online WhatsApp. Hapo si swala la kukosa muda, ni swala la kupanga vipaumbele. Kumbuka, tunapata muda kwa vitu tunavyoviona vina thamani. Ukiona mtu hana muda wako kabisa, lakini ana muda wa kitu kingine, jiulize, nafasi yako bado ipo moyoni mwake? Lakini dalili inayofuata ni hatari zaidi, kwa sababu huanza taratibu sana, mpaka siku moja unagundua umekuwa mpweke ndani ya mahusiano. Dalili ya tatu, hakuulizi tena kuhusu maisha yako. Upendo hauonyeshi kwa maneno pekee, unaonyeshwa pia kwa kujali. Hebu fikiria, zamani alikuwa anauliza umeamkaje, kazi imeendaje, umefikaje? Lakini
Sasa unaweza kupoteza siku nzima bila hata kuulizwa unaendeleaje. Mtu anayekupenda hupenda kujua hali yako, sio kwa sababu hana kazi, bali kwa sababu unakuwa sehemu ya mawazo yake. Pale ambapo kujali kunapotea mara nyingi na mapenzi huanza kupungua. Bado usiondoke bado, kwa sababu dalili ya 4 ndio watu wengi huichanganya na amechoka. Kumbe inaweza kuwa ishara ya moyo kubadilika. Dalili ya 4, hana tena furaha anapokuwa nawe. Si kila mtu ataonesha mapenzi kwa njia moja, lakini mtu anifurahia uwepo wako mara nyingi utaiona kwenye uso wake. Hebu fikiria hali hii. Mnapokutana anakuwa bize na simu, mazungumzo yanaishi haraka, anatafuta sababu za kuondoka, na muda mwingi anaonekana kuchoka kuliko kufurahia. Hii peke yake haithibitishi kwamba hakupendi tena, lakini ikijirudia mara kwa mara inahitaji kuangaliwa kwa makini. Mapenzi hayafanyi kila siku iwe kamilifu, lakini hufanya uwepo wa mtu uwe na thamani. Na sasa tunaingia kwenye dalili ambazo watu wengi huziona, lakini huamua kuzipuuza. Huenda mojawapo ndio imekuwa ikikutokea. Dalili ya 5, ameacha kukushirikisha mambo muhimu ya maisha yake. Mahusiano yenye afya hayajengwi kwa kukaa pamoja tu, yanajengwa kwa kushirikishana maisha. Hebu fikiria hali hii. Zamani ulikuwa wa kwanza kujua mipango yake, kazi mpya, safari, changamoto na hata mafanikio yake. Lakini leo unajua kupitia marafiki, au kupitia status, au baada ya kila mtu mwingine kujua. Mtu anapoacha kukushirikisha maisha yake, mara nyingi anakuwa ameanza kukutoa kwenye dunia yake. Ukiona umeanza kujua habari za mpenzi wako kutoka kwa watu wengine, usipuuze dalili hiyo. Lakini dalili inayofuata huumiza zaidi, kwa sababu watu wengi huiita amebadilika bila kujua kuna kitu kikubwa kinaendelea ndani ya moyo wake. Dalili ya 6, ameacha kukugusa kwa upendo. Mapenzi hayapo kwenye maneno pekee, yapo pia kwenye vitendo vidogo. Hebu fikiria, zamani alikuwa na kushika mkono, alikuwa na kukumbatia, alikuwa na kutazama kwa tabasamu. Lakini sasa kila mguso unaonekana kama umebeba uzito au haupo kabisa. Ni kweli watu tofautiana namna ya kuonyesha mapenzi, lakini kama mabadiliko haya ni makubwa na ya muda mrefu, yanastahili kuzungumziwa kwa utulivu. Wakati mwingine ukimya wa mikono husema zaidi kuliko maneno ya mdomo. Na sasa tunaingia kwenye dalili ambazo mara nyingi huonekana mwishoni kabisa mwa mahusiano. Usiondoke. Dalili ya 7, migogoro haipati tena suluhisho, bali inapuuzwa. Kila mahusiano
huwa na tofauti za maoni, lakini kinachofanya yadumu si kutokugombana, ni kutatua migogoro. Hebu fikiria hali hii. Unajaribu kuzungumza, anasema acha tu, sina muda wa hayo, fanya unavyotaka, na mazungumzo yanaishia hapo. Pale ambapo mtu haoni tena umuhimu kutafuta suluhisho, inaweza kuwa ishara kwamba ameanza kujiondoa kihisia. Mahusiano mengi hayafi kwa sababu ya ugomvi, hufa pale ambapo hakuna tena anayejali kuutatua. Tumebakiza dalili 3 tu, na ya mwisho ndo watu wengi huiona pale ambapo tayari mambo yameharibika sana. Dalili ya 8, anaanza kukukasirikia kwa mambo madogo sana. Hakuna mahusiano yasiyo na tofauti za maoni, lakini ukiona kila jambo nalofanya linaonekana kuwa kosa, ni vizuri kutafakari kinachoendelea. Hebu fikiria hali hii. Unampigia simu, anakasirika. Unamtumia ujumbe, anajibu kwa ukali. Unataka kutumia muda naye, anasema unamsumbua. Inawezekana ana msongo wa mawazo, inawezekana kuna changamoto nyingine, lakini kama hali hii imekuwa ya muda mrefu na imeambatana na dalili nyingine tulizozungumza, usipuuze. Mtu anayekupenda hawezi kuwa mkamilifu, lakini hatafanya uwe adui wake kila siku. Dalili 2 zilizobaki ndizo huamua kama mahusiano bado yana nafasi ya kuendelea au la. Dalili ya 9, ameacha kufanya jitihada za kulinda mahusiano. Mapenzi hayadumu kwa hisia pekee, yanadumu kwa jitihada, kwa juhudi. Hebu fikiria hali hii. Mnakosana, wewe unajaribu kupatanisha, unaomba kuzungumza, unaomba kutafuta suluhisho, lakini mwenzako haonyeshi nia yoyote. Kwake ni sawa mkiongea, ni sawa msipoongea. Pale ambapo mtu haoni tena umuhimu wa kulinda mahusiano, ni ishara inayostahili kupewa uzito. Mahusiano huanza kufa pale ambapo mmoja anaendelea kupigana peke yake. Na sasa dalili ya mwisho, dalili ambayo watu wengi huigundua baada ya kuchelewa. Dalili ya 10, unahisi uko peke yako ndani ya mahusiano. Dalili hii si rahisi kuielezea, lakini ukiwahi kuipitia unaielewa. Una mtu lakini unajisikia mpweke. Mnazungumza lakini hamuelewani. Mnakutana lakini hakuna tena ukaribu wa kihisia. Hebu jiulize, ni lini mara ya mwisho ulijisikia salama, kuthaminiwa na kusikilizwa ndani ya mahusiano yako? Kama jibu linakuwa gumu, huenda ni wakati wa mazungumzo ya kweli, ya utulivu na ya kuheshimiana. Kumbuka, dalili moja pekee haimaanishi kwamba mtu hakupendi tena, lakini dalili nyingi zinazojirudia kwa muda mrefu ni ishara kwamba kuna jambo linahitaji kushughulikiwa. Usipiganie tu kubaki kwenye mahusiano. Pigania pia kuhakikisha kuna upendo, heshima na mawasiliano ndani yake.
Hitimisho. Kama umefika mpaka hapa, asante kwa kutazama, na nataka nikuulize swali moja. Ni dalili ipi kati ya hizi 10 unaona watu wengi huipuuza mpaka mahusiano yanapoharibika? Andika kwenye comment na uniambie kwa nini. Nitakuwa nasoma maoni yenu. Kama video hii imekusaidia, bonyeza like, comment, share, subscribe kwenye Date For Sure na washa kengele, kwa sababu video inayofuata inaweza kukusaidia kuelewa saikolojia ya mahusiano kwa kina zaidi. Asante kwa kutazama. Tutaonana tena kwenye video inayofuata, Mungu akipenda. Kwaheri.